Ni safari ya kuelekea kijiji cha Sululu, kitongoji cha Ikwambi, wilayani Kilombero. Kuna hadithi nzuri ya mafanikio iliyoletwa na vinara wa uhifadhi wa bonde la Kilombero KNCC. Hii ni hadithi ya mto Ikwambi ambao kwa miaka 8 iliyopita mto huu uliharibiwa vibaya kutokana na shughuli za kibinadamu zisizojali. Mto Ikwambi ni miongoni mwa mito midogo ambayo hulisha maji yake katika mto Kilombero, mto ambao ulikuwa hatarini kutoweka kutokana na shughuli za kibinadamu kama kilimo holela kilichokuwa hakijali mazingira, hali iliyopelekea kutishia uchumi wa watu wanaoishi katika kijiji hicho. Hii ni baada ya kushuhudia matokeo ya kilimo kushuka ukilinganisha na siku za nyuma. Ni kutokana na kukosekana kwa maji, kama anavyotusimulia mwenyekiti wa kitongoji hicho. Kitongoji cha Ikwambi naitwa Hassan Mohamed Gongo. Napenda kushukuru sana wageni wetu, karibuni. Huu ndio mto wetu wa Ikwambi. Lakini kwa zamani walikuwa hivi, ulikuwa unazagaa sehemu zote hizi, ilikuwa njia ya maji ilikuwa haionekani. Lakini baada ya kuungana na KOCD tukashirikiana kusafisha mto wetu, kama unaona sasa imekuwa vizuri, na kilimo cha umwagiliaji skimu. Mwanzo nilikuwa napata ukulishaji wa shamba, tuanrudisha eka moja mpaka laki moja vya shamba, eka moja ya shamba mpaka 200,000 watu wanakodi, na watu wengi na mavuno tunapata mengi. Karibuni sana wageni, karibuni sana. Historia ya mafanikio ilianzia pale taasisi ya KOCD kama vinara wa uhifadhi walipoamua kuchukua jukumu la kurejesha mto huo ndani ya mwaka mmoja baada ya uwezeshwaji wa kifedha kutoka mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori Africa AWF wakishirikiana na shirika linalojihusisha na uhifadhi wa mazingira duniani IUCN kupitia mradi wa Sustain Eco, mradi ambao unalenga kurejesha mifumo ekolojia chini ya ufadhili wa serikali ya Sweden, ambapo katika kufanikisha hili wameshirikiana kwa ukaribu na serikali pamoja na wananchi wa eneo hilo la Ikwambi, kijiji cha Sululu, kama anavyotueleza afisa kutoka KOCD. Mimi naitwa Abdalla Rashid Kisunga. Kwanza nimefurahi sana kujumuika na nyinyi wana KCC wenzangu kufika hapa kuweza kuangalia katika eneo hili ambalo sisi tumefanyia kazi tukishirikiana na Ifakara TC. Mwanzoni huu mto kama alivyosema mwenyekiti ulikuwepo miaka ya nyuma, kwa miaka 8-10 ulikuwepo huu mto. Na serikali ikaona kuna fursa ya kutengeneza kituo au skimu ya umwagiliaji kwa ajili ya ekari 531 hapo chini tukivuka barabara. Lakini kutokana na wananchi kosa uelewa, wakawa wanafanya encroachment kwenye hili eneo. Na mwisho wa siku hili eneo lote likawa limefukiwa, hakuna tena mto unao flow, mto ukawa umekufa. Kwa hiyo serikali intention yake ilikuwa ni kufanya uzalishaji katika ekari zile 500 pale chini, alafu mwisho wa siku ya maji yaende tena katika mito mikubwa na hatimaye kwenda Mwalimu Nyerere. Lakini hiyo ndoto ikawa imefutika. Ndipo KOCD kushirikiana na halmashauri Ifakara TC tukawa tumeweza kubuni huu mradi wa pamoja, ambapo tukawapelekea wenzetu wa AWF. AWF wakaona hili jambo ni jema, wakakubali kulifund. Lakini sosi yake kabisa ya mwanzoni ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Dastan Kiobia, katika siku ya mazingira duniani alisikia hii habari kwamba huu mto umekufa na zile ekari ya 500 kule chini hazifanyi kazi. Hivyo wakatoa tamko kwamba wadau washirikiane kuweza kufanya intervention katika huu mto. Sasa baada ya kufika hapa, nini tulikifanya sisi? Cha kwanza tuliita wananchi wote tukawaeleza, je, wanaonaje hali ya sasa hivi na ya mwanzoni. Wakatoa maelezo kwamba zamani mto ulikuwa unapita hapa vizuri, unatiririsha maji, lakini sasa hivi mto umefanyaje, umekauka, wanapata shida. Tukauliza jinsi ya uzalishaji kule chini, wakasema uzalishaji umepungua sana. Wanalima ekari 150 wakati wa kiangazi, wakati wa masika, na kiangazi wanalima ekari 17, 20 mpaka 30. Kwa sisi tukawaambia tuna uwezo wa kushirikiana na nyinyi kurudisha huu mto kuweza kutumika zile ekari zote 500. Ilikuwa ni kama ndoto, kama kitu cha kusimulia tu, lakini baadaye walikubali. Tukasema tunaomba ushirikiano wenu, lakini pia tunaomba hayo maeneo ambayo mmeyashikilia ambayo yako ndani ya mto Ikwambi yaweze kuachiliwa ili siku iweze tufanye kazi. Kwa hiyo wananchi hao walikubali chini ya mwenyekiti wetu hapa, tumshukuru sana. Wakatoa maeneo yao na sisi tukaanza shughuli zetu hapa. Kwa hiyo kwanza tulifanya tathmini ya mto, urefu wake kutoka mwanzo kule juu ya milima mpaka kuchini ni kama kilomita 1.3. Eneo ambalo lilikuwa limeharibika kabisa ni kama kilomita 7, mita 700.
Eneo la juu lilikuwa lina uchafu, ikiwemo mitego ya kutegea samaki. Unajua wanavusha mafafa na nyavu kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kupata samaki. Lakini pia kulikuwa kuna changamoto nyingine ya uchimbaji wa mitaro kuelekea katika mashamba. Kila mtu anapeleka anakotaka yeye, maji yalikuwa ya flow katika njia yake. Lakini pia hivyo hivyo palikuwa na hii changamoto ya hii bed ilikuwa iko juu sana kwa sababu ya sedimentation ya kilimo. Kwa hiyo tulichokifanya, tulianza kusafisha kutoka juu mpaka chini. Kuna sehemu zilikuwa zinahitaji kuchimbwa, tulizichimba juu kidogo, tukatoa takataka hizo zote tukaweka pembeni. Lakini tulipofika hapa ndo kazi kubwa ilikuwa imefanyika hapa. Ilibidi tuanze kufanya diversion ya huu mto usipite huku, tukawa tumeupitisha upande mwingine ili tuweze kupata kuchimba hii sehemu hapa. Kwa hiyo tukachimba hii sehemu, tulitumia manpower ya watu kama 20 tu. Unaweza imagine hicho. Watu 20 wale wenye nia. Tukaweka nyasi na tope zotumbukia ndani pembeni. Tukapata kina cha kutoka kule juu. Kwa hiyo tukafollow nayo mpaka sehemu ya chini kabisa huko mita 600-700 ambapo mto ulikuwa hujaharibika sana. Ndio tukaachia hapo. Baada ya hapo tukaanza kupanda hizi nyasi. Kuna spishi zaidi ya 17,000 katika kuchanganya kwake, majani tofauti tofauti, miti tofauti tofauti na haya mashasha pamoja na magugu. Dar es Salaam alikuwa anazungumzia mashasha, ni aina fulani ya miti imejificha huko ndani huko, lakini tukaona baadaye. Kwa hiyo tulipanda haya magugu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kupanda hayo magugu tukawashirikisha tena wananchi sasa umuhimu wa kutunza yale magugu wasirudi tena kulima, na kwa kweli walirespond wakakubali. Tukaleta upandaji miti. Upandaji miti wenyewe ulikuwa katika sehemu mbili hivi. Sehemu ya kwanza tuleta miti ya asili ambayo ni marafiki kwa maji, lakini pia tukaleta miti ya mazao ya kimkakati ambayo tuliwapa karafuu pamoja na michikichi. Tuliwapa kwa sababu wananchi waliotoa maeneo yao huku waliona ipo haja ya kuwa compensated ili wakaangalia maisha sehemu nyingine. Kupitia mafanikio haya tunaweza kujifunza ya kuwa ushirikiano ni nguzo muhimu wa kufikia mafanikio ya kweli. Jitihada hizi zimekuwa chachu ya wanachama wa mtandao wa vinara wa uhifadhi bonde la Kilombero kwa ujumla wao mara baada ya kikao kazi cha siku 2 Machi 5 na 6 mwaka huu 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa Ecological Monitoring Center uliopo Mangula kuamua kufanya ziara ya kutembelea mto huo ambao asili yake kwa sasa imerejea, na kwamba kama mtandao wanajivunia pakubwa, hali inayoonyesha kuwa kumbe inawezekana. Jina langu ni Ibrahim Ndembo, ni afisa maliasili natoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, lakini pia ni mwenyekiti wa mtandao wa hifadhi wa bonde la Kilombero, ambalo kwa siku 2 tumekuwa tuna kikao katika eneo la Mangula kwa lengo la kupitia kazi zetu, kuangalia mwendelezo wa kazi zetu, kuangalia mafanikio na changamoto, lakini pia tulikuwa tunaandaa mpango kazi kwa ajili ya utekelezaji kwa mwaka ujao wa fedha. Tumejadili mambo mengi yanayohusiana na mazingira, lakini kubwa zaidi tumehusiana kuhusu ushirikiano katika uhifadhi, lakini pia leo tumeenda kuangalia juhudi zilizofanywa na mmoja wa wanamtandao wa uhifadhi wa bonde la Kilombero, ambao tunaenda kutembelea eneo katika kijiji cha Sururu, mto Ikwambi. Mto huu ambao kwa miaka 8 ulikuwa umepotea kabisa, umeondoka katika njia yake na ulikuwa umekauka kabisa. Lakini kutokana na juhudi zilizofanywa na miongoni mwa wanamtandao wa uhifadhi wa bonde la Kilombero, wameweza kwa mwaka mmoja wameweza kurejesha ule mto na tumeona maji yana flow kwa kiasi kikubwa, na ni juhudi ambazo zimefanywa kulingana na kazi za kimtandao. Tunatambua kwamba mito yote hii ndio ile mito ambayo inapeleka maji katika bwawa la Nyerere. Kwa hiyo tukihifadhi vizuri huku, tunaamini kule bwawa litakuwa salama. Kwa juhudi tulizoziona kwamba tunaonekana ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Ndiyo, siri hii yafaa kuigwa hata na watu wengine wenye dhamira ya dhati kama hii iliyofanywa na KNCC. Ikumbukwe kuwa vyanzo vya maji vina umuhimu mkubwa wa kufikia maendeleo endelevu, hasa tukifahamu ya kuwa serikali ya Tanzania imewekeza fedha nyingi katika mradi mkubwa wa uzalishaji umeme bwawa la Mwalimu Nyerere, ambao hutegemea 65% ya maji yake kutoka mto Kilombero. Huyu hapa ni afisa mazingira katika halmashauri ya mji wa Ifakara, anaeleza. Ninaitwa
ni afisa mazingira halmashauri ya mji wa Ifakara. Tumekuwa na muda wa siku 2 kwa ajili ya kujadili, lakini pia kutekeleza baadhi ya majukumu ambayo tumefanya. Tumeona wenzetu ambao wamefanya kazi ya uhifadhi, urejeshaji wa mto, lakini pia na uhifadhi wa hizo kingo za mto, ambao sasa tunaweza kujivunia kwamba tunayo maji ya kutosha kwa ajili ya wenzetu wanaofanya kilimo cha umwagiliaji kule chini. Kwenye mto tayari tumeshaanza kuona matokeo, ongezeko la wakulima ambao walikuwa hawalimi kipindi cha kiangazi sasa wanalima zaidi ya mashamba 531 ambayo yalikuwa yameshaandaliwa mpango wa skimu ya umwagiliaji sasa yanafanya kazi. Kwa hiyo mkakati zaidi ni kwamba tutaendelea kuboresha uhifadhi na kuendelea kufanya uhifadhi kwenye maeneo mengine ambayo yameathirika na ambayo jamii bado haijapata uelewa. Ili kuwa na uendelevu, tunaendelea na jitihada kama KNCC kwa sababu tuko katika uwanda mpana wa ili bonde lote la Kilombero. Kwa hiyo tarajio letu ni kwamba kuhakikisha uhifadhi uliokuwepo, hali halisi iliyokuwepo Kilombero inarejeshwa na hali ya uhifadhi unaendelea kuwa endelevu. Siku zote yatupasa kuamini ya kuwa ushirikiano ni nguzo ambayo kila mtu anapaswa kuitumia katika kufikia mafanikio ya muda mrefu na kwa haraka. Niliyekusimulia katika makala hii mimi ni Catalina Liombechi. Bye kwa sasa.